Jere abagio ko kaha. Kai bado maji kule. Kamale he. Guys wanatafuta wanakosa simejua sasa walifika. Mai gana. Mai gana. Leo maneke mamu ikaka. Buru swingia na raha. Ama kuna mama zinakata hapa nimechezwa na hapa ni visa. Swingia nione. So hata nini yeye? Bodi kafanya. Ndio. Unaweza kalaenda. Kule. Gege kile. Ni grade 9 neho ndagithie umenye ndaruta wira umuthi ngarihiria na hindi iyo ingi Jina naitwa Martin Ngugi Kamau. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu Fire. Leo tuliitwa mahali hapa ambapo palikuwa pameanguka watoto wawili na tumeweza kukamilisha kwa muda mfupi kama tulivyoweza. Si jambo la rahisi juu lazima ukifanya zoezi na ukiweza na kukula vizuri kuweza kupambana na mambo yenye yatasumbua mwili wako. Peter Kimotho ambaye ni Sub-County Police Commander hapa Kabete Sub-County. Mwendo wa saa 6 kuendelea tulipata simu ya kwamba katika mpaka wa Ngeisha na Kabete mahali inaitwa Mogoga something happened ambapo watoto wawili waliweza kudrone kwa kware ambaye haitumiki kwa sasa. Na kutoka hapo tumeweza kufika mahali hapa. Wananchi wamekuwa hapa kwa wingi na divers kutoka Kiambu wamekuja na wamefika. Na ni kweli kabisa wakati wamefika mahali hapa wameweza kuingia ndani na kutoa hao watoto wote wawili ambaye mmoja ni kijana na mwingine ni wasasi. Tuangalie watoto sana kwa sababu watoto walikuwa wameenda katika shughuli ya kupanda miti lakini wakaamua kuja kuogelea katika hiki dimbwi ambaye it's an open thing na ni kitu ambaye inaweza fanya hata shida zaidi kwa wale ambao wanatumia mahali hapa, sio kwa watoto peke yake, hata kwa watu wazima. Juhudi zimeanza kuwekwa kwamba kila mtu ambaye yako na kware hakikisha wakati amemalizana na kware yake ameifunika ili tukaweze kuzuilia janga kama hii. Ni janga ambalo haiwezi kubarika mahali popote pale. Naaminika kwamba walikuwa ni watoto wasichana kwanza walikuja hapa kama 10 lakini mmoja wao ndiye aliingia ndani. Na wakati alienda ndani, wakati waliona mwenzao anaingia ndani na ameanza kuzama, wakaona wapige nduru. Ndio kijana akakuja, akienda kuokoa naye akajipata hata yeye amezama ndani. Naitwa Mumbi Ngige na nimeokoka Yesu. Watoto wa shule ya Muguga walikuwa wameenda shule kwa sababu walikuwa waende wakapande miti na wakaenda wakapanda na wakamaliza. Mwalimu akawaita parade, wakaomba
akawarelease, akawaambia waende nyumbani na wazazi wasimpigie simu waseme watoto hawajafika. Kwa hivyo mwalimu akaachana na wao na wakatoka kwa gate. Kutoka hapo inaonekana hawakuenda nyumbani. Kwa hivyo walijificha wakakuja hapa. Na ndio mwalimu ameniambia ni wa grade 9. Kwa hivyo ni wale walikuwa wafanye mtihani. Sasa tuko na huzuni kwa sababu tulikuwa tumewaombea ndio waweze kufanya mtihani, lakini sasa hawatafanya. Kwa hivyo kwa shule na hata kwa wazazi tuko na huzuni kubwa sana. Sisi kama serikali ya kaunti tumeweka mikakati kuhakikisha wenye wanachimba haya machimbo ya mawe, tumeweka mikakati ili wakimaliza kuchimba tunaleta mchanga ili wao wasiumie kwa biashara, na pia sisi tusikuwe na janga kama hili ambalo limetupata. Wanakati unafanya nini kuigato here hakuru bara haja. Ya. Haja kile alikali. Tupinge demo kwa nguli. No, gweci ritwe nake na guku. Tunapanda takriban ya miche 2,000 na hii ni katika ile jukumu ambalo rais wetu ametupatia. Rais William Ruto ametuhimiza tupande miti leo, na yamkini kwa nchi nzima tunatarajia kuwa tumepanda karibu milioni 100 miti ya fruit. Nikiongea na hao wanafunzi tumekubaliana yule aliyepanda mti na yule aliyemwagilia maji, wote wawili washirikiane wa make sure huo mti umegrow. Na ukigrow, wao wenyewe ndio watakula matunda ya huo mti. Kila mtu achukue hilo jukumu, ajishikilie na make sure kuwa hizo miti imegrow na imepata matunda. Kila Friday, first Friday of the month, ngao huwa wana make sure wamegrow trees na wameplant more trees. Wameniahidi kuwa watakuwa wakizunguka na kumake sure hii miti ambayo tumepanda leo, not even one will dry up. Kwa sababu hao wanafunzi they are responsible, the headmaster is responsible, walimu wa hapa pia ni responsible, na ngao pia watashirikiana nao. Kambani hakuna hata mmoja. Na jana. Good. Good shot. Good shot. Hiyo lazima ime. Sister St. Kiria. So if you have a call, we may call to go. The geography of the area for the purpose of today, we have numerous worship.
Kuna mtu mwingine. Hizi ngoja hele ambavyo kwa fahamu. Kai bado maji ya kule. Kama leo guys wanatafuta wanaokosa simejua watu sasa walifika. Mai gana. Mai gana. Leo maneke mamu ikaka. Muru swingie na raha. Ama kuna mama anakata Bwana sumi hapa nimechezwa la. hapa ni visa. Swingie nione. So hata nini yeye? Bodi kana mzee. Ndio. Unaweza kanaenda. Kule. Gege kire. Hii ni grade 9. Hii neho ndagithie umenye ndaruta wira umuthi ngarihiria na hindi iyo ingi. Jina naitwa Martin Ngugi Kamau. Mimi ni mfanyakazi wa Kiambu Fire. Leo tuliitwa mahali hapa ambapo palikuwa pameanguka watoto wawili na tumeweza kukamilisha kwa muda mfupi kama tulivyoweza. Si jambo la rahisi juu lazima ukifanya zoezi na ukiweza na kukula vizuri kuweza kupambana na mambo yenye yatasumbua mwili wako. Peter Kimotho ambaye ni Sub County Police Commander hapa Kabete Sub County. Mwendo wa saa 6 kuendelea tulipata simu ya kwamba katika mpaka wa Ngeisha na Kabete mahali inaitwa Mogoga something happened ambapo watoto wawili waliweza kudrone kwa kware ambaye haitumiki kwa sasa. Na kutoka hapo tumeweza kufika mahali hapa. Wananchi wamekuwa hapa kwa wingi na divers kutoka Kiambu wamekuja na wamefika, na ni kweli kabisa wakati wamefika mahali hapa wameweza kuingia ndani na kutoa hao watoto wote wawili ambaye mmoja ni kijana na mwingine ni wasasi. Tuangalia watoto sana kwa sababu watoto walikuwa wameenda katika shughuli ya kupanda miti, lakini wakaamua kuja kuogelea katika hiki dimbwi ambaye it's an open thing, na ni kitu ambaye inaweza fanya hata shida zaidi kwa wale ambao wanatumia mahali hapa, sio kwa watoto peke yake, hata kwa watu wazima. Juhudi zimeanza kuwekwa kwamba kila mtu ambaye yako na kware hakikisha wakati amemalizana na kware yake ameifunika, ili tukaweze kuzuilia janga kama hii. Ni janga ambalo haiwezi kubarika mahali popote pale. Naaminika kwamba walikuwa ni watoto wasichana, kwanza walikuja hapa kama 10, lakini mmoja wao ndiye aliingia ndani. Na wakati alienda ndani, wakati waliona mwenzao anaingia ndani na ameanza kuzama, wakaona wapige nduru. Ndio kijana akakuja, akienda kuokoa naye akajipata hata yeye amezama ndani. Naitwa Mumbi Ngige na nimeokoka Yesu. Watoto wa shule ya Muguga walikuwa wameenda shule kwa sababu walikuwa waende wakapande miti, na wakaenda wakapanda na wakamaliza. Mwalimu akawaita parade, wakaomba, akawadirisi, akawaambia waende nyumbani na wazazi wasimpigie simu waseme watoto hawajafika. Kwa hivyo mwalimu akaachana na wao
na wakatoka kwa gate. Kutoka hapo inaonekana hawakuenda nyumbani. Kwa hivyo walijificha wakakuja hapa. Na ndio mwalimu ameniambia ni wa grade 9. Kwa hivyo ni wale walikuwa wafanye mtihani. Sasa tuko na huzuni kwa sababu tulikuwa tumewaombea ndio waweze kufanya mtihani, lakini sasa hawatafanya. Kwa hivyo kwa shule na hata kwa wazazi tuko na huzuni kubwa sana. Sisi kama serikali ya kaunti tumeweka mikakati kuhakikisha wenye wanachimba haya machimbo ya mawe, tumeweka mikakati ili wakimaliza kuchimba tunaleta mchanga ili wao wasiumie kwa biashara, na pia sisi tusikuwe na janga kama hili ambalo limetupata. Lakini unafanya nini kuigato here huko bara haja. Haja kile alikali tupinge kwa mwili. No, gweciri tuwe nake na guku.